Jamii ikiwa madhubuti haivumilii kumuona mtu wa sampuli fulani, watu mmoja mmoja watashika adabu. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, si kwa jingine nimetumwa ili nikamilishe utukufu, ubora. Swali katika haya tulojifunza leo. Bismillah. Kama tuna swali katika somo letu la leo, ahlan wa sahlan. Bismillah, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada imebezi zaidi kwenye malezi. Mimi swali langu lilikuwa nauliza, ni hali gani namkuta kijana unakuta amelelewa katika mazingira mazuri, ukiamini kabisa ni mazingira safi na salama kwake, lakini baada ya muda unahisi mabadiliko mengine tofauti na yale ambayo ulikuwa ukiyatarajia. Ima anaweza akawa amelelewa katika mazingira mazuri, baadaye akabadilika akawa si mzuri tena, akawa kinyume chake, au katika mazingira mabovu ya shida na nini, baada ya muda akabadilika akawa ni mtu mzuri. Je, hii inasababishwa na nini? Ni taufiki min Allah au kuna jambo lingine la ziada ambalo linapatikana katika maisha yake? Nadhani swali tumelisikia vizuri. Kwa bahati mbaya maswali mengine tutakuwa tunayajibu kwa kudokeza tu, kwa sababu tukiyajibu kwa kina yatatufilisi huko mbele. Ule mtiririko wetu utakuwa hauna tena kitu. Lakini natokeza kwanza hapo ulipomalizia, au ni taufiki ya Mungu. Nasema kwamba kila jambo linahitajia taufiki ya Mungu, lile jema. Hiyo ni kanuni, na tutakuja kulidokeza huko mbele, kwa sababu kuna walofanya jitihada zao lakini taufiki haikuwepo. Kuna mitume hawakufanikiwa, kuna watu viongozi wa kidini, tena takwimu zinaonyesha kwamba watoto katika nyumba za viongozi wa kidini wameharibika sana, takwimu za kimataifa. Sasa kwanza, suala la kwanza, utakuta umesema mtoto kalelewa vizuri lakini baadaye anaharibika, kalelewa vibaya baadaye anakuwa mzuri. Kwanza kule kusema amelelewa vizuri akaharibika baadaye, kuna mjadala. Wewe unaposema amelelewa vizuri, vigezo vyako vipi kwamba amelelewa vizuri kweli? Kwa hiyo mjadala. Alafu tuchukulie kwamba kweli kalelewa vizuri, kwa sababu mara nyingine unasema kalelewa vizuri, maana yake alikuwa anapewa kila kitu anachokihitajia, haruhusi kutoka akacheza na wengine, kalindwa, kazuiliwa. Pengine ndio taswira yako kwamba amelelewa vizuri, kumbe lilikuwa ni timed bomb. Ni bomu lililowekewa muda maalum, linajazwa tu alafu likapata muda wa kulipuka. Sio kama tumeelewana? Kwa hiyo hiyo ina mjadala, lakini mjadala wake wakati wake. Tuchukulie ni kweli kalelewa vizuri kisha akaharibika baadaye. Sasa hapo unadokeza, kwa sababu tuna darasa kamili kuhusu maeneo, medani zinazoshawishi tabia za mtoto. Namba moja na ya msingi ni mazingira ya familia. Alafu akitoka nje ya familia kuna maeneo sasa, na yataja tu kabla ya wakati wake, kwa sababu umeuliza swali. Wanasema maeneo yanayo influence behavior, yanayoshawishi, tuathiru akhlaqiyat, zinaathiri tabia. Ukitoka katika familia ambayo ndio namba moja, unatoka nje ya familia, kuna media, vyombo vya habari na mawasiliano. Umeelewana? Kuna shule, kuna sera za nchi, kuna makundi ya rika, kuna maeneo ya mikusanyiko. Sitaki kusema haya na kutolea mifano kabla ya wakati wake. Anaweza kuwa ametoka salama ndani ya familia akaharibikia shuleni, akaharibikia katika makundi ya kazi, stendi, kazi yake ilikuwa stendi, kazi yake ilikuwa kiwandani. Umeshaelewa? Makundi ya rika, hilo linawezekana kabisa.
Kwa hiyo ndio jibu la kwamba vipi ametoka salama nyumbani akaharibikia nje kwenyewe ndio huko. Tutalizungumza kwa kina wakati wake. Naam. Ukiangalia background ya kwetu ya zamani, namna sisi tulivyokuwa tumelelewa, kwamba je, napata wasiwasi kwamba je ni kwamba teknolojia, yani ni hali ya dunia ndio inaibadilisha dini ama ni vipi? Kwa sababu malezi ambayo ilikuwa tumelelewa sisi, tukijaribu kuangalia, tulikuwa tunakanywa sana. Kwenye kwetu sisi tulikuwa tunakanywa hasa tena kwa kuchapwa, tena kwa kupigwa hasa kivipigwa hasa vikubwa, wakati mwingine mpaka kufungwa kwenye dirisha na kuchapwa hasa. Lakini ninavyoona mimi, labda mada yako hii hapa unakwenda kwenye masuala mengine kama hiyo, naita kwamba haya masuala ambayo naita nini sasa hivi, kwamba demokrasia, labda demokrasia usijua haki za kibinadamu. Kwa maneno mengine kwamba ni haki za binadamu, kwamba ukimpiga mtoto tayari kwamba itakuwa ni kosa, namna malezi. Na je, hii mada yako unayozungumzia wewe inaweza kuwa ni kama ile ilikuwa tunaambiwa sisi zamani kwamba katika sura Iqra kwamba mtume wanasema kwamba alibanwa mbavu. Alipobanwa mbavu akawa anaambiwa bana soma, akasema ana laisa biqari, akawa anabanwa mbavu zaidi. Sasa hivi wa watoto sasa hivi namna tutawafundisha Qur'ani, je tukiwafundisha Qur'ani bila kuwachapa wakati mwingine, je ndio itakuwa ni sawa hivyo ama sio sawa? Asante, swali zuri sana, na mimi natamani watu waulize sana, kwa sababu maswali yanawafungua pia wanaosikiliza, lakini pia yanamsaidia yule anayefundisha kujua kinachohitajika zaidi kwa wale wanaosikiliza. Ikiwa swali lako ni kwamba tunataka kufundisha watu malezi ya kisasa yenye demokrasia, majibu ni kwamba hapana, sivyo. Ikiwa unazungumzia kwamba malezi ya kwamba mtoto asichapwe, asiguswe, tunazungumza mtoto anaweza kuadhibiwa, lakini kuadhibiwa sio lazima kupigwa. Ukiamini kwamba adhabu ya mtoto ni kupigwa tu, si kweli. Kuna namna ya kumwadhibu mtoto, lakini sio kwamba lazima kuadhibu kuwe kupigwa. Alafu tufahamu hata kule kupigwa, japo kuna ikhtilafu kwa Waislamu katika suala zima la kupigwa. Maana wengine wanafikia mahali mke apigwe na mtume amesema, tafsiri ipo na mzee Ibn Abbas anazungumza. Lakini tuchukulie mfano kwamba imethibiti kupiga, pia kupiga kwenyewe ni kupi. Nasema sitaki kuzungumza mambo kabla ya wakati wake, si ndio? Lakini nataka kudokeza tu, sisi tunapigwa, hata ngumi tunapigwa, na chochote kilichokuwa mbele yake mzazi anaweza kuchukua kutumia kupiga. Hakuna dini inayoruhusu hilo, tukubaliane hilo. Na tutaona hadithi za mtume. Tumesema sayansi ya malezi ndani ya Qur'an, lazima tuione Qur'ani inasemaje. Sasa je, tunataka kuzungumza hii dunia sasa hivi haki za mtoto ana haki zake, lakini sio lazima hizi zinazosemwa na walimwengu. Ulimwengu sio tu kwamba umemuua mtoto, umeua utoto pia, kiasi kwamba mtoto mwenyewe akizaliwa mpya hana nafasi ya kuendelea kuwa mtoto, kwa sababu utoto wenyewe umeuawa. Na haya tutaelezea. Kwa hiyo hatutaki kufanana na dunia, lakini tunataka kuonyesha njia wasat ya kati baina ya dunia inavyosema na Waislamu wanavyofanya. Uislamu unataka nini hapa katikati? Nadhani tumeelewana hilo. Ama suala la kwamba mtume alibana kifua, soma Iqra, kwa hivyo mwalimu ana hoja ya kwamba lazima amtandike sana mtoto, kwa sababu mtume mwenyewe bwana, elimu sio mchezo bwana. Mtume mwenyewe aliambiwa Iqra, akabanwa kifua. Sasa wewe unataka kirahisi tu upate hilo, pia lina ikhtilafu. Ulamai wetu kadhaa kama al-Allama Hadi Maarifa katika kitabu chake cha Ulumul Quran ameorodhesha hoja za kuonyesha kwamba mtume hakubanwa wala hakuadhibiwa kwa kitu asichokijua. Nadhani tumeelewana hilo. Kwa hiyo ni swala ambalo Waislamu wanatofautiana. Maana swali dogo kwamba kwa nini aadhibiwe, abanwe kwa kosa gani? Mantiki haikubali, lakini vile vile limejadiliwa hilo kwenye vitabu. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo hatutaki kwenda huko uliposema
na Sheikh Hassan, lakini safari yetu ni kuonesha kwamba dunia iko wapi, Waislamu wako wapi, na Uislamu uko wapi. Karibu. Naam, Sheikh, binafsi naamini kwamba maisha hayana formula. Na wengi wanaamini hilo. Binafsi naamini kwamba maisha hayana formula, ambapo mzazi anaweza kaonyesha jitihada kubwa sana ya kufanya malezi na kuonyesha mafunzo kwa familia yake na kwamba kwa familia na kwa jamii, lakini tunaamini kwamba hata kuna vyombo vya kisasa ambao vina nguvu zaidi ya malezi yako unayoonyesha, na hiyo tunaongelea katika media, ambapo leo hii unaweza ukaweka ratiba kwamba kila Jumatatu mimi nakaa na familia yangu na waeleza kuhusu tabia hii, unaelezea kabisa vitu ambavyo vipo na wanavijua, lakini unaviweka wazi ili wajue kwamba ina madhara. Mfano, ulishazungumza kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii, ukasema kwamba hawezi kumkataza mtoto wako kutumia simu, bali utamwambia tumia, bali kwamba utamueleza simu ni nzuri, ina faida, lakini pia ina madhara. Na ile madhara pia unavyomueleza ndivyo yeye anavyozidi kuelewa na anavyoepuka yale ambayo hayafai. Sasa katika mitandao ya kijamii ambamo ndio kitu kikubwa sana, ambao vyombo tunavyozungumzia vina nguvu kuliko malezi ya wewe mzazi unayemueleza mtoto. Kwa mtoto anaweza, au familia au jamii inaweza ikapata masomo na ikaelewa, lakini leo hii tuna vitu vingi sana ambavyo vinatusumbua sisi na vinatuzidi. Sasa namna gani ya kufanya kwa ajili ya kuweza kujikomboa? Asante. Kwanza nakubaliana na baadhi ya mambo uliyosema. Na hilo swali lako namna gani tufanye, ndio sababu tuko hapa. Inshallah. Lakini ukisema maisha hayana formula, na mimi mwenyewe naamini hivyo, lazima utufafanulie formula hasa unakusudia nini. Hayana mfumo maalum, hayana utaratibu, si kweli. Si kweli. Na nukta tutakayosoma kesho ambayo inahusu kwa nini tusome malezi, kuna kudokeza kwamba mfumo na utaratibu upo katika maisha. Sisi Muislamu akisema maisha hayana formula ni sawa sana kusema hakuna Mungu. Kila kitu biqadar, kwa kipimo kakiweka, na si kila kitu kwa maana wewe tu ulivyoumbwa. Hata maisha ya kijamii yana mfumo ambao unatakiwa ufuate. Wabatna fiha min kulli shay'in mawzuni, tukaotesha katika ardhi hii kila kitu kwa kipimo, taratibu. Kama formula maana yake ni, kwa sababu formula ukisema kwa watoto wa shule formula inaeleka maana yake nini, sio? Kama ni Coca-Cola inatengenezwa kuna formula, sio? Changanya kitu fulani matokeo yake yanakuwa. Sisi tunasema hiyo lugha ambayo imezoeleka kwamba maisha hayana formula. Uislamu unasema formula ipo, mpangilio upo. Sasa tutaona huko mbele, na kesho tutazungumza kuhusu nukta ambayo sitaki kuisema kabla wakati wake, nukta ya 3 ya kwa nini tusome kuhusu malezi. Lakini napenda maswali yako kwa sababu yanaibua mambo fulani hata kwangu. Sasa mimi nakubaliana na kwamba media, ndio maana nakwambia baadhi ya mambo nakubaliana na wewe. Media, wataalamu wa sosiolojia, yani elimu jamii, wanaamini kwamba media ni secondary agent of socialization. Mimi nimewahi kusema wakati fulani wanatakiwa wabadilike. Media, yani ikiwa familia ni primary agent, alafu vingine vyote ni secondary agent, mimi naamini kwamba media kama ulivyosema inavuka kuwa ni secondary kwenda ni primary. Tukisema primary na secondary hapo tuna maana msingi wa ushawishi wa kitabia na maadili ni familia, alafu vingine vinafuata. Ukisema elimu ya msingi ndio inaasisi elimu nyingine, si ndio? Naamini unavyoamini, na tutaona kwa mifano media ina ushawishi mkubwa sana wa tabia. Lakini swali dogo ni kwamba sasa tukubaliane vipi? Tukubaliane na usemi wako kwamba basi tukubali matokeo kwamba hatuwezi, alafu media zituendeshe, zitupeleke.
Na katika mazungumzo yangu ya huko nyuma ambayo umeyakoti, tumezungumza kwamba utamzuia mtoto simu mpaka lini? Utaweza? Sisi tunawazuia, alafu tukiwa na simu zetu wanazijua kuliko sisi. Unajiuliza wamezijulia wapi? Yaani pamoja na kuwazuia wanazijua kuliko sisi. Ni kweli si kweli jamani? Alafu sisi tunawazuia sisi. Ndio tukasema mwanao mfunze kuogelea, alafu mtupe kwenye bahari hatozama. Lakini kuiogopa bahari tu ikawa mwanao humpi wala humruhusu kabisa. Na mimi naamini kwamba hawataki kuachia holela, lakini unaweza kuwazuia. Haya, dunia ikiwa na mafuriko, kwa sababu media ndio kila kitu sasa hivi, mpaka elimu hii, ubao utaondoka, watu watasoma kupitia devices. Sasa lazima tuwaandae. Nadhani tumeelewana hilo. Kwa hiyo mimi ninachokiamini ni hicho, na tutasoma kuhusu media inshallah. Wallahu a'lam. Sheikh, nilikuwa nauliza kwamba katika jamii unakuta kuna mtoto labda katika familia fulani amepinda sana, lakini katika kupinda kwake watu tayari wameshamaliza yani zile nyanja zile ambazo yani katika tunasema watu wameshamaliza maneno, yani kwa kila kumshauri yani hawataki kusikia, lakini jamii kamchukua akampeleka labda shuleni au katika markazi, wakiamini kwamba huenda katika markazi wakafanya nini, huenda akabadilika, na akafika kule yule mtoto akawa anaendelea na tabia yake ile ile ambayo ametokana nayo katika jamii yake, katika kijiji chao. Baada ya kupewa yule mtu, baada ya kufika kule, yule mwalimu labda akamfukuza, hivi kweli inakuwa ni sahihi kwa yule mwalimu katika kuhusiana na huyu kijana au yule mtoto? Sawa. Sasa swali tukilianzia hapo ulipomalizia kwamba mtoto mtukutu, kwa muhtasari kama ulivyosema, aliyeshindikana, kashindikana kwa wazazi, kashindikana, ni sawa kufukuzwa? Kufukuza sio solution. Tuelewane hilo. Japo sasa wewe hujataja ana tabia gani, yani inawezekana kabisa katika namna ya kumtengeneza kuna namna ambayo haijafuatwa. Lakini tukubaliane kuna namna ambayo mtu anashindikana pia. Ndio tunazungumza masuala ya tawfiki hapa, sio? Sasa mimi najibu hivyo tu. Na kwa nini najibu hivyo? Kwa sababu kuna mambo ambayo nikiyazungumza yataingilia mambo ambayo tutayazungumza mbele. Tumeelewana? Lakini kama hujaridhika na kuonyesha kwamba mtoto wa Nuhu alishindikana, tumeelewana, na yeye alimshindwa na hatimaye aliangamia. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kushindikana. Tumeelewana? Lakini swala ni kwamba wakati gani wewe unaweza kusema sasa mimi nimeshindwa? Nuhu hakusema ameshindwa. Alifanya jitihada mpaka dakika ya mwisho. Sasa hayo tutayazungumza kwa wakati wake inshallah. Mimi naomba niulize swali. Kama tunakubaliana kwenye Uislamu kila kitu kina formula, na unapokosea formula mwisho wa jibu lake ni kosa, na tukija kwenye malezi kama ulivyosema ni formula, kama ukatolea mfano mtoto ana Nuhu, maana yake Uislamu wote toka mwanzo ni formula. Kwa hiyo mimi naomba niulize swali, kwa hiyo hata manabii wanakosea formula? Kama nani ni formula? Kama ni formula hivi, maana yake mwisho wa siku ukikosea formula tu ndio unakuangukia kwenye tatizo. Je, watu wanakosea formula pamoja na manabii? Swali la kukosea au kutokukosea kwa manabii linaweza kujibiwa kwa majibu ya jumla, sio tu katika swala la Nuhu, lakini kwa manabii wote kwa ujumla. Na tumeshawahi kujibu sana, na mara nyingi majibu yake yanahitaji maelezo kidogo ndio mtu apate kuelewa. Lakini nataka kusema tu kwamba manabii ni viumbe Mungu aliowateua kuwa ni ubao wa kusomeshea wengine. Umeelewana? Manabii ni ubao ambao Mungu kauteua aweze kusomeshea wanadamu wengine. Na kuna maeneo kadha wa kadha ambayo dhahiri yake ni makosa, batini yake ni somo ambalo lilikuwa lazima liwepo. Tuko sawa sawa mpaka?
Na ndio maana watu wengine wanauliza kwamba inakuwaje Bibi Fatima adai fadak, adai shamba, anapigania dunia, anapigania shamba. Alikuwa achie tu, si alikuwa atufunze tu kwamba yeye amekinai na ana vitu hivi. Na kuuliza, angekuwa hajadai haki yake, ungejua dhalim na asiyekuwa dhalim? Ungejua aliyopokonya kwamba hafai? Ungejua yalojificha chini ya pazia ya dhulma? Kwa sababu hajadai. Kwa hivyo wewe unasemaje kwamba alidhulumiwa? Nataka kusema kwamba kuna masomo yanayopita kwa wakubwa ambayo ni masomo ya kujifunza sisi, ndio mtatumia lugha ya ubao wa kuweza kusomesha ulimwengu mwingine. Hii ni moja katika majibu yanayohusu mitume na vitendo vyao kuanzia Adam. Maana mtu anasema alitolewa peponi bwana. Ina maana Adam asingekosea tusingeishi kwa duniani tena, hadithi ingekuwa imekwisha. Lakini Mungu kabla hajamuumba Adam, si amesema inni ja'ilun fil ardi khalifa, nitamweka katika dunia hii khalifa, sio? Wakati huo hajaumbwa. Kwa hiyo nia ya kumweka ilikuwepo tayari. Unataka nini wewe kujua juu ya namna shetani anamuingia mwanadamu, akamshawishi, akamtoa kwenye neema, akampeleka kwenye nikma? Si ile trailer tuliopewa ya sinema ya maisha tumepewa kwenye maisha ya Adam na Hawa na Ibilisi, kwamba pepo ni neema na mwanadamu ameumbwa ili aishi katika neema. Atakapomwandama akamsikiliza shetani, atatolewa kwenye pepo, ataishi katika nikma. Na kila akijitahidi kumkimbia shetani, atakuwa anakimbilia pepo, anakimbilia maisha mazuri. Hiyo trailer haitoshi kuisoma kwa Adam. Kwa hiyo Mungu amemtumia Adam kwa ajili hiyo, kutupa summary ya maisha ya duniani. Ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Aya nyingine katika sura al-Baqara hiyo hiyo, ihbitu minha ba'dhukum li ba'dhin aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Maana umeelewa maana yake? Kwa hivyo tumepewa scenario na mukhtasari wa maisha ya duniani kwamba kuna shetani, alafu kuna mwanadamu ambaye anaandamwa na shetani, alafu kuna maisha mazuri. Hivi vitu ni trailer kwa wale watu wanaotazama sinema za zamani, ni trailer ya maisha yenyewe ya dunia, ni sampuli. Kwa zamani nakumbuka mzee Mwidini kwamba ni picha mpya imekuja, muonyesha trailer kwanza, alafu baadaye maisha yenyewe ndio sinema yenyewe. Kwa hiyo trailer ya duniani, ya maisha ya duniani ni ile tuliyoonyeshwa kwa Adam, Hawa na Ibilisi na pepo. Kisha inawezekana nabii kukosea? Naam, inawezekana, lakini sio kufanya dhambi. Sio kama tunaelewana. Anaweza kukosea lakini hafanyi dhambi. Yaani makosa ya nabii sio makosa yaliyofikia daraja ya dhambi. Unanielewa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kwamba wale watu mukarrabuna kuna mambo wakiyafanya ni makosa kwa sababu ya cheo chao. Hivi mimi nikilea, nikafanya jitihada zangu zote za kulea, nikafanya wajibu wangu wote, alafu jamaa likatokea silo, mimi nina dhambi? Itabaki kusema mtoto wa nabii, lakini nabii amefanya dhambi? Si amefanya wajibu wake? Haya, sasa mimi ni shekhe mathalan, unaniona natembea na kaptura, napita mitaani nakula mwa mrefu, ni dhambi? Lakini ni kosa kosa bwana, kwa cheo chako bwana shekhe unafanya namna hii. Lakini hebu tufungue, ukimwambia tufungue vitabu vya fiqh tuone wapi nimekosea mimi, kwamba aura nini, uchi nini, mimi sijatembea uchi bwana, utakuta kwamba hakuna, sio? Lakini ni kosa, ile ni kosa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo hafai afanye. Kwa mfano mtume, kuna binadamu sio mitume hawaachi qiyamul layl. Inawezekana mtume akaacha qiyamul layl? Haya, ukipata mtume ameacha qiyamul layl unasemaje? Si sunna ile?
Lakini sema kosa haifai kwa mtume kufikia mahala kuna mwanadamu wa kawaida hajaacha alafu mtume ameacha. Inawezekana? Kwa sababu ya hadhi ya mtume, ndio ile hasanatul abrari sayiatul muqarrabin. Kwa hiyo mimi sijaliona kosa la Nuh bado, na hasa mpaka dakika ya mwisho anamnasihi mwanae, irkab maana, panda na sisi, la asima al-yawma min amrillah, hakuna leo kulindwa na adhabu ya Mungu ikija, mpaka dakika ya mwisho. Sasa au ila jabal, bado anatoa hoja dhidi ya mzazi. Haya, mzazi amekosea nini? Kafanya wajibu wake wote, katumia mbinu za, ndio tutakuja kwenye kwamba malezi, Mungu pia anatufunza namna ya kulea. Unajua neno rabbu kwa nini limetumika ndani ya Qur'an? Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi, linabeba maana ya tarbia. Kwa hiyo Mungu ni mhusika katika malezi. Sasa usije ukanifilisi, tutakuja kuyazungumza kwa mbele. Mtu anapofika marhala fulani ya tabia, ima iwe ni nzuri au ni mbaya, inakuwa ni kutokana na juhudi zake au ile movement yake kuelekea kule, au ni qadari. Na kuna mafungamano gani baina ya hali ya mtu na qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Najibu kwa ufupi, mengine tayari huko. Kuna tabia za kurithi na tabia za kulelewa, lakini zote zinaweza kubadilika. Umeelewana? Utatia neno qadar, hutotia. Kuna tabia za kurithi na kuna tabia zinazotokana na mazingira anaolelewa mtu. Zote zina uwezekano wa kubadilishwa. Niachie hilo jambo, tutaliona kwa wakati wake. Jamii ikiwa madhubuti haivumilii kumuona mtu wa sampuli fulani, watu mmoja mmoja watashika adabu. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, si kwa jingine nimetumwa ili nikamilishe utukufu